Saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Wake up call iko hapa. Mimi ni Francisco Nongolo, yuko hapa Elinami Show, na kwa hivi sasa ni katika mijadala yetu kama ambavyo nilikuambia. Na kwa sasa bana, tunajua mwezi wa 3 kuelekea siku ya mwanamke duniani. Nimetahadharisha hapa jamani, sio siku ya mama, ni siku ya mwanamke duniani. Sio kila mwanamke ni mama, hiyo nawaonya. Ni siku ya mwanamke duniani. Usianze kutuonya wewe. Kuna watu hawaelewagi. Siku ya mwanamke unaanza kuposti mama. Wewe ndio mtu wangu wa pekee. Sikiliza. Mama na siku yake. Siku hiyo posti mwanamke yote ule tu. Si mwanamke? Siku ya mwanamke. Sio kila mwanamke ni mama. Kuna siku ya mama. Inaitwa Mother's Day. Hiyo sio kila mwanamke anatokea hapo. Sasa kwani hiyo siku ya mwanamke, kama huyo mwanamke ni mama yako? Well and good. Yani unajua kila mwanamke, nikajua anatuambia tusiposti mama zetu. Kila mama ni mwanamke, ila sio kila mwanamke ni mama. Hii ni kauli ambayo mtakuwa muelewe. Kuna mtu ni mwanamke tu ila sio mama. Akina mama ni sehemu nyingine hiyo, unajua kitu kingine hicho tajadili siku nyingine, si ndio? Ni kama siku ya mwanaume na siku ya baba. Sio kila mwanaume ni baba, ila kila baba ni mwanaume. Hapo umenisoma hapo. Bwana, tuko hapa na mgeni wetu Hilda Malosha ambaye ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Ni fahari sana kwetu kufanya mahojiano na mwandamizi. Unajua mwandamizi, tunajua tunakutana na mtu ambaye ameshakutana na changamoto nyingi. Yaani kuna mambo kwake, anajua jamii vizuri. Speaking about maendeleo ya jamii. Jamani, jamii na mambo mengi. Lakini sasa ukishakuwa mwandamizi, kesi nyingi sana zimekuja kwako. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Kwenye uandamizi wako natamani nijue hili kwa haraka. Kwenye jamii hii, kwenye eneo lako la kufanya kazi, ni kesi gani kubwa ambazo unakutana nazo sana? Tunafanya vitu vingi. Tunaposema maendeleo ya jamii tunagusa nyanja nyingi. Tuna madawati mengi. Kwa mfano kwenye idara ya maendeleo ya jamii tuna jinsia, maendeleo ya jinsia, tuna dawati la maendeleo ya mtoto, tuna dawati la uwezeshaji. Kwa hiyo tunafanya vitu vingi, lakini mimi kwa sasa niko kwenye dawati la maendeleo ya jinsia. Kwa hiyo nagusa habari ya mahusiano kati ya jinsi mbili, mahusiano kati ya ke na me. Kwa hiyo tunakutana na kesi tofauti tofauti, lakini pia tunakutana na kesi ambazo ni za ndoa. Kwamba mtu anakuja ana changamoto yake, lakini pia kabla ya ndoa zile kesi ambazo wamekutana tu Adija amekutana na Ali pia tunazipata. Lakini pia tunakuja kufuatwa kwa ajili ya ushauri kwamba sasa mimi nataka nifanye kitu fulani, nataka nifanye hichi, mambo maendeleo, unanishauri nini? Lakini nimekutana na hili na hili na hili, pia unanishauri nini? Kwa hiyo tunakutana tuna kesi tofauti tofauti, lakini kwangu mimi zaidi kwenye masuala ya mahusiano, lakini pia kwenye masuala ya uchumi. Uchumi na mahusiano. Masuala ya uchumi na masuala ya mahusiano. Katika muda wote ambao umefanya kazi kwenye ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, kuna kitu gani ambacho kimekushangaza na kukufanya kuona natamani jamii ingekuwa hivi? Kikubwa ambacho kinaendelea kwanza niseme katika maendeleo ya jamii sisi wenyewe tunaendelea kujifunza. Tunaamini kwamba maisha ya mwanadamu unajifunza mpaka siku unapoingia kaburini. Kwa hiyo kwa zile tunazokutana nazo, cases na vitu tofauti, sisi tuko darasani pia tunajifunza. Lakini katika kitu ambacho kimeendelea kunishangaza ni jinsi ambavyo wakina mama wamesimama kwa miguu yao kwa nyakati hizi. Nakumbuka zamani mwanamke alikuwa ni mtu ambaye anakaa akisubiri kila kitu, akisubiri kutoa maelekezo, lakini leo hii mama amesimama na yeye anashauri, na yeye anaelekeza. Kwa hiyo hicho ambacho mimi binafsi naona ni hatua kubwa. Zamani wakati tunakuwa tulikuwa tumeaminishwa kwamba mimi itafika siku nitaolewa na maisha mengine yataendelea. Lakini leo hii kumbe pia hata kabla ya kuolewa nina maisha yangu mengine binafsi. Nitasoma, nitakuwa na marafiki, nitajiendeleza ikiwezekana. Ndio hapo sasa Mungu atakaponijalia kuolewa, nitapokea, maana hiyo ni baraka. Kwa hiyo naendelea kujifunza kwamba kumbe sasa wanawake wanasimama. Zile hisia za zamani za kujikatia tamaa, za kuona kwamba hatuwezi, kwamba hichi tu hakiwezekani ni kwa wanaume peke yao, zimeanza kuisha.
Kwa hiyo unapokutana na kina mama wanasimama, wanajisimamia, wanasimama katika majukumu yao, wanasimama katika nyadhifa tofauti za uongozi. Tunaye kiongozi wetu juu, tunaona anasimama kwa nafasi yake. Mheshimiwa Rais, tunao maspika na wengine. Kwa tunafurahi kuona kwamba ala, kumbe tunaweza. Kumbe tuna miguu ya kusimamia. Kumbe tuna nguzo ya kushikilia. Kwa hiyo mimi binafsi inaendelea kujitia moyo. Lakini kikubwa zaidi ni swala la kumiliki uchumi. Wanasema kama kuna kitu ambacho kinaleta changamoto ya afya ya akili ni kutokuwa na uhakika wa kiuchumi. Iwe ni kwa mwanamke, iwe ni kwa mwanaume. Na katika vitu ambavyo pia vinaleta changamoto hata katika mahusiano ni swala zima la uchumi. Tunapokuwa na changamoto ya uchumi, tumbo litakosa kitu. Ukiwa una pesa si utaweza kula. Mtu yote ambaye hajashiba, ambaye ana njaa, uwezo wake hapa unakuwa na changamoto. Ataongea lolote, atafanya lolote. Kwa hiyo tunapoona watu wanamiliki uchumi, akiwemo akina mama, tunafurahi kwamba pia hata kumbe afya zetu za akili zinatengamana, lakini pia familia zinakuwa na amani. Maana nyumba ambayo watu awali wakashiba, hata thamani ya baba uioni, thamani ya mume uioni, lakini thamani ya mama uioni wala thamani ya mke uioni. Baba atakapomwambia mama geuka, mama anaona kama anamsumbua. Lakini mtoto naye atakapoona kwamba sasa sijala sijashiba, anaona kumbe hata baba mwenyewe pia hana maana. Kwa hata wewe utakapomwambia nenda shule tumboni hakuna kitu, huyu mama hata jukumu lake alijui. Lakini nyumba ambayo uchumi wake angalau unatia moyo, umesimama kwa nafasi yake, wana uhakika wa kula, utaona amani kwenye familia. Na ndio hapo amani inapozaliwa. Bila familia kuwa na amani, huku jamii tutaimba sana, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye familia. Lakini mimi naona kwenye jamii sasa hivi sisi uzuri sisi wanaume tunaona umezungumza vitu viwili vikubwa. Moja, uchumi kwa wanawake inakushangaza. Lakini pili, wanawake ni kujisimamia. Unaona ni vitu ambavyo zamani havikuepo. Ukisikiliza utanipa uzoefu wako kwa sababu unakaa kwenye hilo dawati kwa muda mrefu. Wanaume wengi ukiwasikiliza, sisi tunaukaa huko, ile hofu bado ipo kwamba mwanaume anaona mke akiwa na hela tu huyu ndani ni shida, hapa kaliki. Na sio hofu peke yake. Naomba nikukatishe Nongolo. Inafanya sasa hivi mwanaume anaona kwamba wanawake wamekuwa na jeuri. Na kama tunaona kama kesi nyingi zinatokana na mwanamke kuweza kujisimamia na kumiliki uchumi. Kwa sababu hatukutengenezwa kumiliki uchumi. Tukishamiliki uchumi tunataka tuonekane kwamba tumetumua na yeye, unanielewa. Sasa wewe uko kwenye hilo dawati, natamani kupata uzoefu. Uzuri wewe unatupa uzoefu na kesi zinazokuja. Je, ni kweli eti wanawake wenye uchumi na wanaume ambao pengine wamelingana uchumi au wamewazidi wanaume wao, na wale ambao tayari wana nafasi, kesi zinakuja kwako, kuna migogoro huko kwao au ni dhana tu ya jamii? Mimi binafsi nadhani ni swala zima la uelewa. Kwa sababu unajua kukosa nidhamu au kukosa upendo ni mtu anakuwa yuko hivyo. Kwa hiyo kupelekea kwamba eti ni uchumi au ni nini, mimi binafsi siwezi kuliweka kwa sababu bado sijalifanyia utafiti. Lakini napata kesi ya mahusiano, kwa mfano labda ya ndoa kati ya baba na mama, lakini wana maisha ya kawaida. Mama ni mama wa nyumbani, lakini bado tunapata kesi. Nitoe tu mfano, jana kuna watu walinifuata nyumbani kwangu, bahati nzuri si afisa maendeleo, haishagi ofisini, inakuja mpaka nyumbani. Wana maisha ya kawaida kabisa, lakini amekuja kuniambia kwamba nimepewa talaka, lakini ni mama wa nyumbani. Kwa mimi niseme hivi, hapo ni swala zima la uelewa. Kwa sababu hainibadilishi, yani kumiliki uchumi hakunifanyi nikakosa adabu kwenye ndoa yangu. Hakunifanyi nikaacha jukumu langu la kuwa mke. Yani kumiliki uchumi hakunitoi kwenye nafasi yangu ya kuitwa mama wala nafasi yangu ya kuitwa mke. Nadhani sasa mimi kwa hicho ambacho umekisema sasa nikichukue kama ajenda ya kuenda kutoa elimu na kujenga uelewa kwenye jamii, kwamba tunaposema swala la uwezeshwaji si kuwezesha kina mama, hatulengi kwenye kumbadilisha mama kumfanya akose nafasi yake au aache nafasi yake ya kuwa mke au aache nafasi yake ya kuwa mzazi au ya kuwa mama kwenye jamii. Ni hisia tu ambazo wakati mwingine tunazijenga kwamba nikikuona wewe umependeza naanza kuona kwamba unaringa kwa sababu tu umependeza. Kwa hiyo ni hisia tu ambazo tunatakiwa tuziondoe, na sisi watu tunasema ni mawazo mgando. Kwamba wakati mwingine nimepishana na wewe ukunisalimia anasema anaringa. Kumbe una hisia zako na mawazo yako tofauti. Kumbe hata mimi nitakiwa tu nianze kukusalimia na ungejibu. Kwa hiyo nafikiri ni swala zima tu la kujengeana uelewa. Mimi niseme hapo hapo katika vitu ambavyo watu tunasisitiza tunaposema dhana zima ya usawa. Kwa mfano mwaka huu tunasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi kufikia dira 2050. Tunasema
kwenye swala la usawa, kitu ambacho tunakihitaji leo hii tuwe sawa ni vitu vikubwa vitatu vya msingi, labda na vingine, lakini hivi vikubwa vya msingi vitatu. Tunachotamani, usawa tunaozungumzia kati ya mwanamke na mwanaume ni usawa upatikanaji wa fursa. Okay. Kwamba mimi kwa kuwa mwanamke usininyime fursa ya elimu, lakini niko kazini eti kwa sababu nina mimba basi kwa sababu nafasi yangu ilinipasa kusafiri kwenda Arusha eti nina mimba nisisafiri. Hapana. Tutapata shida. Yaani usininyime mjamzito. Hapana. Ujauzito sio kilema, ujauzito ni baraka. Ujauzito sio laana, ujauzito sio ulemavu. Sasa kuna mambo kubadilika nini? Bado tu ninatakiwa niende na mazingira jinsi yalivyo. Yaani haimaanishi mimi kupata mimba nimepata laana. Kama ambavyo leo ninaumwa kichwa, haimaanishi kwamba nimepata laana. Ni hatua tu ambayo nimepata na nitapita na maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo usinihukumu kwa ujauzito wangu kwamba ukaninyima fursa. Usinihukumu kwa jinsi yangu ukaninyima kusoma. Ukaninyima ajira nzuri. Lakini tunaposema swala la usawa ni mgawanyiko tu wa majukumu. Sisi wote ni mashahidi kwa sisi ambazo familia ni za kawaida. Mama anaamka wa kwanza na analala wa mwisho. Yeah. Lakini mimi niseme, saizi tuna mambo mengi, tuna teknolojia. Kwani tukiwa na vitu ambavyo vinarahisishia kufanya majukumu yangu, nikawahi kuamka na nikawahi kulala, kuna shida gani? Kwamba mgawanyo wangu wa majukumu, yani usinifanye nikashindwa, yani kwamba sasa nikawa na kazi na nalala wa mwisho na amka wa kwanza, kiasi kwamba sasa hata hii shule, nakumbuka zamani shangazi yangu ananisimulia kwamba alikuwa analazimika kutwanga asubuhi ndio aende wapi? Shuleni. Lakini pia anatembea mwendo mrefu. Ilimsaidia ni mazoezi, lakini na hakika kwa kufika shuleni pia anasinzia, anachoka. Kwa hiyo basi huu mgawanyo wa majukumu usiwe ni kama vile ndio fimbo ya kunichapia. Tuweke mazingira rafiki. Haya majukumu tugawane vizuri, lakini pia kama kuna teknolojia kunifanya nifanye vizuri, nifanye ili fursa nyingine pia niweze kuendana nazo. Kama kuna uwezekano kugawana, nikafanya mimi niko nyumbani mtoto wa kike nikasaidiana na kakaangu kufanya majukumu, mimi nikafanya usafi, nikafanya vingine, lakini akafagia uwanja. Tufanye, maana hiyo pia sio dhambi na wala sio laana. Tunaposema habari ya usawa, ni umiliki wa rasilimali. Kwani kuna shida gani mimi nikimiliki ardhi? Hautatawalika. Mwanaume ameumbwa kumtawala mwanamke. Wewe ukimiliki mali utaanza ujeuri wewe. Utaniambia naondoka. Kujenga pale kwangu. Naondoka. Utaniambia nini mimi wewe? Nadhani hapo sasa ndio swala zima linapokuja sana, wana watania watu na waambia kwamba siku hizi hatuna ndoa, tuna harusi. Siku hizi hatuna ndoa, tuna harusi. Una maana gani? Ndoa ni kitu kipana sana. Nikupe mfano mdogo. Kuna watoto wetu wanako vyuo vikuu. Anafika first year wa kike, wa kiume, wanakutana wanakaa room moja. And then wanaanza mahusiano. Na wakati mwingine mpaka watazaa wewe ujui. Ni kweli. Baadaye watakuja kujitambulisha kwako wakiwa mshaka miaka 3 wanafahamiana. Tutasimamia watafunga harusi yao. Hiyo sio ndoa. Unajua kwenye swala la ndoa ni mimi napewa na Mungu kwamba Mungu ameniandalia mume. Si tuko pamoja? Tuko pamoja. Mungu ameniandalia mume na Mungu amekuandalia mke. Sasa yule hajaandaliwa na Mungu. Sasa hebu imagine wamekutana chuoni tu, wakakutana wakakaa room moja, wakaanza tu mahusiano, hakuna watu walioshirikishwa kwenye kutoa ushauri, na sijui kama waliweka vigezo, kama alikuwa na vigezo kama mimi changu ni hiki na hiki, lakini pia age kwamba nikifikisha umri huu nitahitaji kuoa, sina hakika sana. Zamani zile ndoa tulikuwa tunafika umri fulani, tunakuwa na vigezo tumeweka, tunashirikisha mpaka na wazazi. Maana baraka na laana ziko kwa wazazi wetu. Sasa leo hii nasema kwa nini tuna ndoa, tuna harusi na hatuna ndoa. Tulikuwa tunakaa muda tunafahamiana. Halafu tunaunganishwa na gundi moja kubwa inayoitwa upendo, ambayo leo hii imepungua sana. Ukiwahoji wengi, anakwambia mimi najuta kukutana na huyu kaka. Mlikutanaje? Nilikuwa naye chuoni anisaidia masomo. Basi tu ndio nikajikuta niko naye. Sasa hiyo tunaita ni ndoa? Kwa changamoto kubwa tunayoona leo na hasa huku mijini, watu wanakwenda kwa hisia. Kuna watu wako wengine umri umefika tu anasema liwalo na liwe, acha aje akiwa anapumua. Cha msingi tu sifa kubwa ninayohitaji kwake awe anapumua. Sasa hiyo utaita ni ndoa? Lakini baba, mama wana nafasi yao kwenye kusema maneno yao, kwenye kukujenga wewe kama mtoto. Uliwashirikisha? Au umewapa tu taarifa kwamba jamani nimetuma tiketi tukeni Kigoma huko, tunafunga huku ndoa, utatafuta na baba wa huku mwenye kabila lako, tayari mkafanya ndoa. Ndio maana nyingi zinaishia kwenye honeymoon. Ndio maana nyingi zinaishia bwana tusibabaishane. Usinitishe.
Kama degree na mimi ninayo. Unaona sasa madhara ya kusomesha. Kama ni hela na mimi ninayo. Sasa unaona mambo yanakotoka. Sasa niseme bado nitarudi kule kule kwenye uelewa. Bado mimi kumiliki uchumi, bado kumiliki degree haiwezi kunifanya nikawa sina adabu. Okay. Yaani bado mimi nitabakia kuwa Hilda. Haijalishi nina PhD, haijalishi nina masters, haijalishi nina certificate, nitabaki kuwa Hilda. Na nimesema hizo ndoa zilikuwa zinajengwa na msingi mkubwa, gundi kubwa inayoitwa nini? Upendo. Ambao upendo unatengenezwa kwenye nini? Kwenye familia. Leo hii tuko busy na utafutaji. Mtoto apewi msingi wa upendo. Na wafundishaga watoto wangu shule naambia, wewe kwa nini mwenzako amejikwaa afu umecheka? Sikaanguka. Namwambia wewe sio upendo. Ulitakiwa umwambie pole. Sasa nani wa kumfundisha wewe mtoto aseme pole? Ni kwenye ngazi ya familia ambako tuko busy na nini? Na utafutaji. Kwa haya yote tunayoona sisi leo tunachozungumzia, unasema siji uchumi, mtu anakuwa ana adabu si na nini, ni matokeo. Tushuke chini huku tukaangalie mzizi ni nini. Tunao watu wazuri wenye maisha yao mazuri, wenye uchumi wao mzuri, lakini wanakaa kama wake, wanakaa kama kina mama, wanalea vizuri familia zao. Hivi hebu niambie tu kweli. Karibu. Ni rahisi kweli mwanamke ambaye amewekewa hayo unayosema, ana fedha, ana uchumi, ana nafasi ofisini, anaingia ofisini anaitwa boss, samani boss, ananyenyekewa. Huyo mtu ni rahisi kweli kurudi nyumbani kukutana na mume wake? Mtanisamee ndugu zangu bodaboda, nyinyi marafiki zangu. Nyinyi nawajua, mwenzenu na mimi pia ni bodaboda mzuri tu. Akakutana na ndugu zangu wa Mangalai Mwinga bodaboda, anaendeshwa na gari. Hilo jina mmelipamba mno, ni bodaboda tu. Wanakasirika tukiwaita hivyo. Mimi mwenyewe ni bodaboda mzuri tu, naendesha. Kwa niite bodaboda afisa usafirishaji manake nini? Nimetupamba mno. Nirudi nyumbani, mke huyu akifika kwenye gari anafunguliwa gari na anafunguliwa. Alafu akifika ofisini anaandaliwa chai. Hebu ngoja. Yaani kuna watu wanamhudumia, wanamnyenyekea, Ni rahisi hivi. Afu afike avue yale magwanda yote na yeye aanze kukunyenyekea wewe mume wangu. Bodaboda, mume wangu. Nimesema sitaki utoke na marafiki zako. Sawa mume wangu. We. Unajua marafiki zangu. We have a call, we have a meeting, a Zoom meeting. Mimi ndo bodaboda meeting naijua. Ni rahisi hivi. Ni narudi pale kwenye ile gundi inayoitwa upendo. Kweli? Na nimesema pia kila kitu kinazaliwa kwenye ngazi ya familia. Neno la Mungu si linasema tuatii wanaume. Si ndio hicho tu kimeagizwa? Awe afisa usafirishaji, siji awe ni mkulima, awe ni mwalimu, awe ni rais. Si ndio limeagiza? Kwa hiyo zile tunazoziita ndoa sasa ambazo ndio zimejengwa kwa upendo, hazina macho. Kuangalia chini usafirishaji, sijui ni mvuvi, sijui ni nani, hazina macho. Mimi narudia kwa kusema tena, yani bado mimi nitabakia nasimamia kwenye msimamo. Si tuko ofisini tunaonana, si tuko kwenye jamii tunakutana. Si hata mimi nazungumzia, mimi pia ni mwanamke na mume, nacheza nafasi yangu kama mama, nacheza nafasi yangu kama mke. Yani elimu yangu inanisaidia kupata kile ambacho natakiwa nipate, nishare na familia yangu. Baki na mimi pia sina watu wanaoniangalia. Mimi pia kuna watu huko nyuma wasukuma wengi wanategemea nipate mshahara na mimi niwatumie. Kwa hiyo kile cheo kinanipa mimi kile ambacho nakipata cha kupeleka huko kwenye jamii yangu. Hakinipi dharau kwa mume wangu, akinikoseshi upendo na utii kwa mume wangu. Kwa hiyo mimi naendelea tu kusema kwamba hizo ni tabia tu, na ndio maana mwingine hana huo uchumi, hana hiyo elimu, lakini bado hana adabu. Hivi unaona mwanamke wenzi wanapokuangalia hapo. Yaani anaona vitu viwili tofauti. Yaani hapa kuna siku tutamleta mtu mwingine. Kuna watu hata ongea kama wewe. Na tamani hata siku mwingine akija na mimi ni wewe. Yaani kuna namna unavyoongea. Kuna tamani tupate nafasi ya kuzungumza naye kwenye hili. Yaani kwa sababu leo tuna swala la kuzungumzia maadhimisho ya kuelekea siku ya mwanamke. Tuzungumze hilo. Yaani tuzungumze hii. Afu hii jamii yetu ituelewe. Wale watoto wa E20s Gen Z watuelewe, yani wakuelewe. Na wakikata yeye mwenyewe anasema kwani mama anaongea nini huyu? Mimi niseme. Unataka nimtii vipi? Mimi nipike. Mimi niseme ukweli bila kupepesa macho.
kitu ambacho kinatusumbua leo, mimi niseme mimi mwenzenu naona sifa kipindi nakuwa nilikuwa mtoto wa jamii. Nilikuwa nikikosa na chapo na mtu yeyote. Nilikuwa nakanywa na mtu yeyote. Hiyo mimi kwangu ni sifa. Lakini nilikuwa na kwenda likizo na wekwa chini na shangazi yangu. Ananiambia, wewe mwanamke ukikaa kaa bana miguu. Ukikaa vaa nguo ndefu. Shangazi yangu ananielewesha. Tulikuwa na jando na unyago. Sisi tunafurahia hilo. Leo hii changamoto tulionayo leo hii, malezi. Hiyo ndio shida kubwa ambayo leo mimi naiona, malezi. Jando na unyago vilikuwa vinasaidia sana sana. Ukiacha haya maboresho waliokuja kuyafanya wengine, unafundisha mtoto make si ndio ashakumsi matusi kwamba unamfundisha mtoto kukatika. Tulikuwa tunafundisha vitu vya msingi vya wewe kuwa binti, vitu vya msingi vya wewe kuja kuwa mke, vitu vya msingi vya wewe kuja kuwa mwanajamii. Ambavyo leo hii hatuvipati. Leo hii mama yuko busy na utafutaji, baba yuko busy na utafutaji. Tumedelegate jukumu letu la malezi kwa housemaids, kwa wadada wa ndani. Tumewaachia jukumu la malezi, ambalo jukumu la malezi mimi nimepewa na Mungu, wewe baba umepewa na Mungu. Tumeliacha, tumewapa wadada wa kazi. Ndio tunachokivuna leo. Naongea na watoto shuleni, anakwambia mimi nina wiki sijakutana na mama. Mama anaamka asubuhi anafuata samaki feri. Hapo hata hajaajiriwa. Mimi nikirudi na kuja ile mchana haraka, wakati mwingine naenda sijui ndio tuition labda. Mama atatoka hapo ataenda kuchoma mahindi au kuuza uji. Kwa hiyo akirudi usiku mtoto atakuwa amelala. Kwa hiyo ule msingi ambao mzazi anatakiwa amwambie mtoto haupati. Maana ni mawili. Aidha mtoto alelewe na mzazi au mlezi, au alelewe na shetani. Shetani atakuja kwa sura ya mwanadamu. Kwa sababu msingi wa mimi kuwa nilivyo ni maelekezo ya wazazi wangu, kwamba hichi ni kizuri, hichi ni kibaya, hichi usifanye, hichi fanya, hichi utafanya kwenye umri fulani, hichi utafanya kwenye umri fulani, hiki ni dhambi, hiki ni sahihi. Sasa leo hii mama yuko busy na utafutaji, kwa sababu jukumu la malezi kwa 80% ni la mama. Sasa ule ubize wa kutafuta pesa, kutafuta uchumi, umefanya mama ameacha jukumu lake la malezi. Kwa hiyo leo hii binti unayemuona binti ana changamoto ya msingi ambao ni malezi. Sasa kwa nini nimeongea hili pia? Kwa sababu pia ni jukumu langu. Tuko tunakumbushana kama wazazi, tunakumbushana kama walezi. Kwenye swala la malezi halina muujiza. Huwa nawatania wazazi, hapo sio swala kwenda kuchukua si maji kwa mamposa, si kuchukua nini. Ni wewe kutimiza wajibu wako. Yaani kwenye swala la malezi hakuna muujiza. Ni ufanye, utengeneze jukumu lako kwa mstakabali chanya wa mtoto wako, au uache shetani akusaidie kwa mstakabali hasi wa malezi na msingi wa mtoto wako, kwa msingi wake leo, lakini kesho kuwa mke au kuwa mume au kuwa mwanajamii. Kwa hiyo nikipata majukwaa kama hayo nawakumbusha wazazi, pamoja na utafutaji, timiza wajibu wako wa malezi. Timiza wajibu wako wa malezi. Malezi hakuna mbadala, malezi hakuna muujiza kwamba kuna kitu kitafanyika badala ya malezi. Timiza wajibu wako. Naumia sana napokutanaga na kesi za ulawiti. Mwalimu ndo anayegundua shuleni. Mama ambaye yuko nyumbani na mtoto wake hajui. Kesi ya mimba anagundua mwalimu shuleni. Mama ambaye yuko nyumbani na mtoto hajui. Changamoto, malezi. Nasema tena, tusipotimiza wajibu wetu wa malezi, shetani atatusaidia kulea. Itabidi yani siku tukutafutie nafasi tuje tuzungumze malezi kwa namna nyingine, malezi peke yake. Kwa sasa basi tuongelee yani hii dunia kumbe ina walimu smart bado wa kufundisha bado ina watu wazuri wa kuweza kuelimisha jamii kama ninyi ambao mnaweza mkakaa mkasema kuhusu jamii. Jamani, huyu sio mtu wa dini, kwa sababu mnaweza mkafikiri ni mwinjilisti. Sio mtu wa dini, ni afisa maendeleo ya jamii. Sawa, tunajua kuna tukio la siku ya wanamke na hichi pia huwa kinazungumzwa, ni siku iliyokuja kwa ajili ya kuwafanya mwe na jeuri zaidi. Ni kweli eti?
Mimi narudia kusema tu jeuri ni mtu wa jinsi alivyo. Kule. Ni jinsi tu alivyo, ni msingi aliowekewa. Jeuri si ni kazi ya shetani. Ni jinsi tu ule msingi uliowekewa. Mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia kufanya kitu gani? Nashukuru, nianze kwa kusema hivi. Tuna siku yetu ya mwanamke ambayo kila mwaka inaadhimishwa tarehe 8 mwezi wa 3. Na ilianza 1911 baada ya wale kina mama pale Marekani walikuwa wanafanya kazi kwenye viwanda kuwa na mazingira duni ya kazi zao. Kwa hiyo wakasimama kudai haki zao. Lakini kwa sisi Tanzania tumeanza kusherehekea mwaka 1997 ndio tulianza maadhimisho haya. Maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 ambapo huwa ni kilele. Na kauli mbiu kwa mwaka huu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi kufikia dira 2050. Na kauli mbiu hii inalenga tu kunikumbusha mimi na wewe kama wanajamii na wadau kwamba tunahitaji kila mmoja kwa nafasi yake kuona tunaweka katika mazingira, tunawekeana mazingira ya kufuata haki, lakini pia kukumbushana habari ya usawa ili kufikia maendeleo endelevu. Na mwaka huu tuna wenyeji ni sisi wilaya ya Ubungo. Na maadhimisho haya kilele chake itakuwa tarehe 8 kwenye viwanja vya Barafu kwenye kata ya Mburahati. Ndio tutakutana wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam. Kwa wilaya sisi ya Ubungo tumejipanga pia, tuna maadhimisho ambayo tunafanya kuanzia ngazi ya kata. Kila kata husika watafanya maadhimisho ya kugusa jamii kule chini. Wataweza kutoa elimu, wataona kwa kipi ni kirahisi. Kuna ambao wamejipanga kutoa elimu, watatoa elimu kwenye jamii kule chini, lakini pia kuna ambao wamejipanga kufanya usafi kwenye hizi zahanati zetu na vituo vya afya, lakini pia kuna ambao wamejipanga kwenda kugawa vifaa. Tunafahamu katika maadhimisho yako kuna wenzetu watakuwa kwa magerezani, wengine watakuwa wako hospitalini. Kwa hiyo wamejipanga kwenda kuwakumbusha pamoja na kwamba mko huko mlipo, lakini bado hii ni siku yenu, tunawakumbuka, tunawaombea mkae salama, hatimaye mwakani tusherehekee pamoja. Kwa hiyo pia katika wilaya tumejipanga tutakuwa na upandaji miti kwenye shule ya msingi Kingongo. Kama tunavyofahamu tunaposema mazingira hayamkwepi mwanadamu, lakini hasa mama. Mazingira ndio yanayoweza kumfanya mama awe na amani au asiwe na amani. Ndio mtumiaji wa maji. Bila kupanda miti tuweze kuweka vyanzo vyetu vya maji vizuri bado ni changamoto, lakini tunahitaji kivuli, atakaa ashone mkeka. Kwa hiyo tunaenda kupanda miti kwenye shule ya msingi Kingongo, tukisema kwamba ni wajibu wa kila mmoja kupanda mti kwa faida yako wewe leo, lakini watakao kuja pia kesho, kwa kuboresha mazingira yetu sisi wenyewe. Katika kuboresha mazingira tutapata mvua ambayo tunalima, tumesema tunahitaji kula. Lakini cha pili tutakuwa na kuenda kugawa vifaa kwenye hospitali ya Mloganzila. Tumejikita kwenda kutoa vifaa kwa wale kina mama ambao wamepata changamoto ya kuzaa kabla ya wakati. Tunaita watoto njiti, sijui kama neno sahihi. Kwa hiyo tunaenda kugawa vifaa, tutapeleka pale vitu tofauti. Tumejiandaa kwa maziwa, tumejiandaa kwa maji, tumejiandaa kwa pampers, wipes, na pia tuna kiwango kidogo cha pesa ambapo tunajua kuna wenzetu ambao watakuwa wametoka hapa mikoani hawajapata vipimo kwa sababu tu ya kukosa shilingi 50,000, labda kukosa 300,000. Kwa hiyo tumejiandaa pia na kiwango cha pesa kidogo ambacho pia tutalipia gharama za baadhi ambao watakuwa wameshindwa matibabu. Lakini kwenye wilaya yetu ya Ubungo kupitia UWT kuna kongamano ambao tunategemea tarehe 6 litafanyika, ambapo watafuturisha, lakini pia tutajifunza vitu tofauti. Na tarehe 7 kuna mdau mmoja ameanzisha chuo kwa ajili ya kuwawezesha kina mama kujifunza habari za ujasiriamali, usindikaji na vitu vingine. Kwa hiyo tutakwenda pale kwenda kukiona kile chuo. Kufika kwetu pale sisi tutakuwa mabalozi ili tukawaambie na wengine kwamba unapokuwa mama, hata mimi ambaye ni mwajiriwa, hata wewe, tunahitaji kujifunza zaidi. Kwa mfano leo hii nyie wote ni mashahidi, inapotokea labda msimu wa tumelima mboga zinakuwa nyingi, baadaye zinapotea. Kwa hiyo tunatakiwa tunape tukajifunze usindikaji ili baadaye ije tusaidie katika familia zetu. Kwa hiyo tutakwenda pale kwenye kile chuo, na tarehe 8 sasa ndio tunamalizia viwanja vya Barafu Mburahati. Tunawakaribisha watu wote wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini na viunga vyake. Tutakuwa pale, tutakuwa na michezo yetu ya jadi, tutakimbiza kuku, tutavuta kamba, tutafurahi pamoja.
naamini tutajifunza vitu vingi. Tutakuwa na kina mama wajasiriamali, wataonyesha bidhaa zao, kwa hiyo tutaweza kwenda kuwaunga mkono kwa kununua, lakini pia kujifunza yale ambayo wanayafanya. Kwa hiyo niendelee kusisitiza, niendelee kukaribisha kwa niaba ya halmashauri, kwa niaba ya mkurugenzi, kwa niaba ya mkuu wa wilaya, kwamba tunawakaribisha kwenye viwanja vya barafu. Hii siku adhimu ni ya kwetu na hatuwezi kujitenga na kina baba. Tunawakaribisha kina mama, tunawakaribisha kina baba, lakini na wananchi kwa ujumla. Maana la baba ni la mama, la mama ni la baba. Kwa hiyo tunawakaribisha wote tusherehekee pamoja tarehe 8 mwezi wa 3, viwanja vya Mburahati barafu. Mgeni wetu rasmi atakuwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Okay. Wow. Tunashukuru sana. Tunakushukuru sana. Na kwa mwaliko huu jamani, viwanja vya barafu Mburahati. Wanaume twende. Viunga vyake, wanaume mtusindikize. Tutakuja kuwasikiliza mnasema nini. Au mnakuja kutuchora. Labda tujue tu mipango yenu. Yaani wakishakutana huko ndo wanajazana ujinga. Hamsemi hivyo. Issue ni malezi tu nimeambiwa hapo, lakini tukikaaga vijueni nasikia tu wanangu shauri yako. Acha mkeo anaenda kazini. Alafu kaka una ndoa hapo tunaongeaga hivyo, lakini kumbe issue ni malezi. Hili ndio tukushukuru sana mama. Asante sana. Jamani najua mna kiu, kuna maelezo fulani alikuwa ameongea nyuma, najua atakuwa amesema jamani mbona wanamtoa hawa. Msiwe na shaka tutamleta tena jamani. Mimi Nongolo na wajua. Tumejikaza. Mimi nawajua watu wa wake up call. Hapa mtakuwa mna hivi jamaa na watu kwa nini? Watakuja. Uzuri Hilda yupo na atakuja na mada tutamwandalia maalum kabisa kuhusu issue hiyo tu. Atakuja na utapata nafasi ya kupiga simu na atakuwa na mambo mengi ya kusema. Kwa sasa basi tunakwenda mapumziko, alafu tukirejea hapa ndugu zetu akina Maua Maro kutoka Kenya atakuwepo hapa na tutazungumza naye. Tukushukuru na endelea kusalia hapo.